Siku hizi nimekuwa nikikomb nywele yangu na notice vitu kadhaa. Mwanzo kuna tu strands tu white. Tulikuwa tuwili kidogo kani kwa third floor, lakini sasa inaona zimeanza kuongezeka. Kitu ya pili, nastukia naanza kuchana nywele, nastukia kuna nywele inabaki kiasi kwa kichana kuliko vile inafaa. Number 3, narudi nastukia nikienda gym mazee sababu sasa pia lazima bado tuendelee na kuchapa gym hizo vitu zote. Mazee nywele ina freeze. Nywele inashikana, yani hata kabla ufike kuitoanisha inakuwa ni ngori kidogo. Nikakumbuka kuna boy wangu best yangu aliniambia kuna place nyingine hapa hivi Ngong Road inaitwa Hair Hub Trichology Center. Iko karibu na hapa hivi tu kwa hii round, iko hapa hivi tu Ngong Road. Mwanzo yenye msana anaweza kama kumbe kuna daktari wa nywele. Mimi hata sikuwa najua kuna daktari wa nywele. So unakaa unaangaliwa nywele yako, wale wasema hairline umekuwa juu kishukwa huku hivi, umeishi kushuka hizo Ghanaian unavuta. Nywele yako inaanza tu kurudi hivi kama ocean tu. Hapa inamaanisha inabidi umekaa place kama hiyo angalia. So mimi nimekaa, nimekutana na bazuu wa hiyo place. Hii marangi foka hapa ni babika yangu yote. Anaitwa Muli Musioka. IT kwa zile mention. Mimi ni member wa International Association of Trichologists. So mimi na hiyo IAT inamaanisha kwa ile international because kuna body, global body yenye ina manage ma trichologists, wase ni ma members huko. Kama wamekutambua, wanakuweka kwa websites zao, kwa conferences zao. So wanakupea permission ya kutumia IAT after hiyo jina yako. So si hivi, lazima ukue wewe ni bazuu. Lazima ukue unatambulika. Lazima wana follow job unadu, wanajaribu kuangalia cases zako una handle aje. Unajua field kama field ya udoki ama field yote ya science, huwezi operate in vacuum etiwe peke yako, unajua kila kitu, jua kuna msee anajua kila kitu. Kuna cases naonaga leo nashindwa hii case inakaa hivi lakini najaribu kuisort nashindwa. So unaweza uliza wase wengine. So it's the International Association of Trichologists. So trichology is study of hair. Yes. Like hair. Nywele. So wewe uko hapo kwa kinyozi unashindwa kikatakatwa nywele, kuna watu usoma mambo ya nywele. Unateremsha na kuna watu wamesomea nywele. Sikiza. Sasa study of hair iko na range kaya vitu gani? Like ni nini specifically cases gani unaweza sema on a day to day basis ukutana nazo? Mimi nikifanya trichology nilikaa Kenya nikasema mimi ni trichologist because nilisomea Australia. Nikienda kwa news kwa TV siku fulani hapo, dem alikuwa na producer hapo akaniambia eti wewe ni try nini tunafunzaga watu hii ku cycle bike. So yeah, so tricho ni nywele ki Greek. And then ology ni science. It's like hair science. Nywele number 1 tunasema gani barometer changes zenye zinafanyika kwa body. Ndio unagawa sio fanya investigations kama mtu alikuwa poisoned, wanaweza chukua nywele because ile kitu tunakula inakuaga nywele yao deposit protein because nywele imetengenezwa na protein. So waga inaenda ikideposit tunaweza jua in average nywele inamea length gani kwa siku, kwa mwezi. So tukiminus hizo tunaweza jua huu msee aliyekewa sumu siku fulani. But me si focus na hiyo direction. Ukistudy nywele lazima ustudy diet, lazima ustudy hormones, lazima ustudy medications, because najua leo tunaenda kuongelea vitu kama female health, vitu kama birth control. Kuna zile madawa ziko na effect ama impact fulani kwa hormones that zina impact nywele, either nywele inaanguka ama nywele ina grow fiti. Lazima ustudy nutrition. Hizi minerals zote, vitamins, kuna roles zina play kwa nywele. So ndo unaonaga msee akikuwa na stress nywele inaanza kuanguka. Ama msee akifika age fulani vile unasema nywele inaanza kuwa gray ama anaanza kuthin nywele hapa hata kama ni mwanamke. So when you're studying trichology ama ukisomea nywele lazima ustudy vitu zote. The scalp ama ngozi ya kichwa is one of the most hypervascularized ama ndo iko na supply mob sana ya blood. So na unajua nerves zinafuatanaga na blood vessels. So any changes zinafanyika kwa body zo kwa recorded kwa nywele. So kama msee yako na stress, alali poa ama kulipoa ama anakula vitu kama chapo na akona gluten intolerance, then tunaanza kuona nywele yake inaanza kwa either roots za nywele zinakuwa na inflammation ama unaona kama nywele zake zinaanza kuanguka. So nywele ikianza kuanguka ni kumaanisha first either inaanza kukua thin alafu ndio like
ama pole kunaweza kuwa ukiangalia scalp unacheki kuna ngori fulani ka sasa tuseme tu kweli hakuna mtu ajaikwa na dandruff. Hakuna mtu ajaikwa na mashilingi, hakuna hata mdanganyaje. So unapata maybe ile place yenye ilikuwa na hiyo issue nywele haiko. So inamaanisha nini fungus imekula base ya nywele? Kuna vitu mob. Tukisema nywele kuanguka kuna aina mbili. Kuna ile nywele inatoka kwa root. Ukishika hiyo nywele hivi unaona kitu ka white pale chini, ka speck ka white. Inamaanisha hiyo nywele inatoka kwa root. Na kitu kama hiyo inaweza letwa na vitu kama stress. Kuna vitu tunaita telogen effluvium ama tunaita anagen effluvium. Unaweza pata msee amepatwa na acute stress. Acute stress ni ile kitu stress inakuja mingi haraka, kitu inakufanyikia hata maybe kasa. Kila kitu kama moja. Ama unaweza pata msee amepigwa poisoning, so body yake imekuwa under a lot of duress, so nywele inaanguka overnight. So kuna vitu mob, unaweza hauna enough minerals, iron levels zako ziko chini, ama vitamin D yako iko chini, ama vitu kama zinc ziko chini, so tunaanza kuona nywele pole inatoka. Pia vile wamadhe wakigive birth, kama mdema alikuwa expecting akapata mtoi, unaonaga 3 months later nywele yake inaanza kuanguka. So hiyo nywele si lazima ithin kwanza, ina shed kwa sababu kulikuwa na shock fulani during delivery, na pia akiwa expecting levels zake za estrogen zilikuwa juu sana, which is a good thing. So akizaa zina drop. So hiyo immediate drop ni stress, so inakuwa shock fall. Inaitwa postpartum alopecia. Alopecia ni hair loss. So kama stress imefanyika sahi, ita take like 2 to 3 months nywele imove kutoka the growing phase to the shedding phase. Ndio hiyo nywele ianguke, alafu nasikia watu kwa mtaani wakisema na lose nywele juu na breastfeed. So baada hiyo kitu watu husema sana. Sema ukweli. Nikinyonyesha kwanza kuna nakumbuka niko na ball nilikuwa na nywele mob. Sasa uje tu mtu akona ubaya tu anakwambia ngoja uanze kunyonyesha nywele yako yote. Sana bakia relationship iko wapi, lakini kamati ya roho chafu. Kamati ya lakini nikabakia na ikudunda by the way. So nikabakia maybe inamaanisha ni hormones. Dance ya hormones ndio inafanya nywele yako ete baki kwa kichwa ama yangu. Inakuwaga number 1 kuna 2 types of hormones, male hormones, androgen na estrogen, female hormone. Male hormone ni mbaya kwa nywele to some extent. Estrogen is good for hair. So ndo unapata the moment dema na expect estrogen levels inaenda juu. So juu nywele huwaga ina cycle. Kuna phase ya kugrow, kuna phase ya kurest na kuna phase ya kufall, and then hizo follicles na produce new hair. Hiyo ni ile ya kawaida tu vile si shed skin. So kama ana expect unapata nywele yake ina growing phase longer than vile ilikuwa kawaida inakaa. Ndio unapataga wamama wana expect nywele zao ni mob, and then wakizaa sasa zile hormones zina tang tena, so ile nywele inamwagika lakini inarudi normal. Kitu ya kunote ni unless mtu alikuwa na engage in other things like excessive braiding during pregnancy, hiyo nywele ikianguka huwa inarudi tu yenyewe because it was just a shock fall. Unajua kwa sababu braid nywele especially your time ball, kwa sababu kuna gana kimiti kia mtaa unaambia kwa ati aufai kuingia ndani ya dryer. Mshasikia vitu hizo wasema na kwatia ati ufai kuingia ndani ya dryer. Sijaelewa mbona by the way mimi niliingia na hakuna kitu kilifanyika. Sasa niko nashangaga mbona sio kanaambia uwezi ingia kwa dryer sijui utasikiaje, sijui kama mtu anafikiria either atasikia kizunguzungu ama sikuwa naelewa. Lakini wasi sasa ujipata wakishuka na unajipata ngukutaka kushuka plus than last longer. Kuna kama nyama kanitangwa Ghanaian braid. Ile yenye unaanzanga unaenda ukiongeza. So finally braid ya mwisho ile imebeba kale kanini kafao hapa. Mazeni kama mzigo. Sijui kama ni kitu traction. Sasa hebu niambilie story ya traction. Inaitwa traction alopecia. Ile kitu tunaweza explain nayo, nywele ni kama kalamu iko na kifuniko. So assume hiyo kifuniko ndo kale ka pocket to produce nywele kanaitwa hair follicle. Na ukako living, hiyo ikako alive. So kuna kako hai. So kuna multiplication ya cells na nini hapo ndani. Lakini hizo cells after sometimes zinakufa, zinakuwa cemented together. So hii nywele ina grow. Ndo maana ukienda kinyozi ukate nywele ama ukichukua makasi ukate nywele, hautasikia pain. Lakini ukivuta unasikia pain. So what happens ni sasa assume hiyo kifuniko iko ndani imeshikiliwa tightly because nywele ikiingia kwa hiyo follicle iko na hooks hivi, unapata nywele iko firmly held. Ukivuta nywele unasikia iko stuck kwa scalp. But ukiendelea kuivuta then una dilate ama una expand skin, so unang'oa ile root. Na uking'oa hiyo root inatengeneza God alitupeaga hiyo root mtoi akiwa
kwa mimba ya mama 14 weeks to 22nd weeks. After hapo hatuwezi produce follicle tena. Ukilose hair follicle umelose nywele permanent. Ngoja tuende pole pole. Ball ikiwa 3 months hadi 5.5 months. Yes. Ndio mtoi uform hair follicle. Hiyo follicle. Pale nywele itakuja kumelea. Pale nywele itaproduciwa sasa. Na ni hivyo kabisa milele. Sasa huyo mtoi akizaliwa na apate scar hapo, maybe aanguke akatwa na kitu, follicles kwa damaged. Maisha yake yote unless akuje kutafuta follicles zingine tugawe pale pengine tuweke hapo tukave hiyo scar. So ukidamage follicles is a permanent loss. So ile kitu tunafanya na kubraid, unavuta, some of those braids ziko heavy sana. Zingine zimefungwa tightly kama hizi twist unaenda Kenyatta Market wana zero live. Unatokanga na facelift. So because it's a slow continuous pull, una dilate skin ama una expand skin, unangoa ile root. So uking'oa hiyo root hapa ni kwa heri. Imeenda hivi. Tunapatana tu hivi kwa matatu nasikia kukusimamisha. Kuna mademo tukapesha jua sana paka jela hapa hivi. Kile kidogo tumebaki hapa tunalala lakini zinaisha hapa ndio. Zingine zinaisha mpaka uwezi paka kitu. Alafu hizo zo ubaki hapa ni kwa sababu wakati wana braid hizi ziko hapa ni baby hair, zina slide tu zinatoka kwa hiyo braid, so zinakuwa spare. So hizo zinakuwa spare, lakini una notice ingi kuko na color in Kenya wasome paka kajeli hivi. Alafu kuko na kiwanja, alafu sasa kutoka hapo sasa nywele. Ni ukweli jota mimi kuna sengine nimesema leo nimekaa macho niangalia hapa. Juu siko shaka nywele yangu ilikuwa inaanzia hapa. Sasa inaona tena imerudi nyuma kidogo. Kubali tu njitumie kidogo kagine. Tunawasaidia ndio tusaidiane si wote. So unapata nywele ilikuwa inaanzianga maybe mbali kidogo sasa ina notice imerudi, lakini pia nilikuwa mzee wa line juu ya gym nini daudi mob utombo mingi kidogo utake hata kushinda kuchana nywele daily. So unastukia that nywele finally nikaona hii kitu ni kama itabidi kwanza ni stop kiasi kushuka hivyo. Kuna vitu mbili. Ya kwanza sasa ukiangalia watu wenye wanaenda shule wako 4 years, 5 years, 6 years hapo wako between maybe 6 years on. Mtu yake akishatoka kindergarten na mingia shule na high school wanalazimishwa either ku braid or something like that. Hao watoi follicles zao hazijamachua. Na wanawekwa braids. Na hata watu shule zikifungwa wana insist anataka afanywe braids za blue sijui nini ndo ajenje. Alafu wengine wanawekewa zingine ndefu ama ziko tight. Tunang'oa nywele huyo mtoi. So kitambo aanze kujinotice afike 16, 18, 20 anakuja anakuambia me my hairline has always been there. But in reality hairline yake ishasonga nyuma. But then pia tuki-age sisi wote because kichwa yetu ina grow. Kuna vile hairline yo urudi nyuma kidogo but hiyo waga unaweza tell mtu si eti ni nywele amelose, ni vile tu hairline yake imesonga imemove. So pale uliongelea shughuli ya estrogen pia sasa imefanya nikafikiria hesabu za mimi siwezi kosa tu kuwa biased pande wa mother. So menopause. The menopause hormones zo dunda tu zote jo ovary imeacha kufanya job. Unajua ovary ndio wanga inatoa hizo hormones. Tengeneza hizo ma estrogen na progesterone. So for one reason or another ovary imemaliza kazi. Miaka imefika na hapo tunaelekea na reality unaona. So hormones zote zinadunda. Na by the way ukinotice unanganyelewa sasa inaanza kanika iko na inahama. Ndio? Sasa ni nini tukiwapatia lete kama zile ma replacement therapy inachangiaje nywele ama wewe unaweza advise wao fanyaje na nywele tena ya menopause? Number 1, kuna vitu kadhaa hufanyika during menopause. Because both wanaume na wanawake wako na both male and female hormones. Msi akiingia menopause vile umesema estrogen zinaacha kuwa produced ama zinakuwa dormant. Then so tunaanza kuona impact ya androgen. What happens unaona wamama wanaanza kuthina hapa hivi juu. So kuna vitu kadhaa tunaweza fanya either akifanya hormone replacement therapy kwa wale wanataka ama kuna vitu zingine tunafanya kama kuna kitu inaitwa PRP ama platelet rich plasma. Tunatoa damu yako kidogo, tunaispin na centrifuge ina separate blood components zako zote, tunachukua platelets. Tunachukua damu? Tunachukua damu kidogo tu kama 40 ml ama 60 ml. Tunaiweka kwa sterile test tubes, tunaispin kwa centrifuge. So gravity ina separate hizo components zote za blood. So tunachukua platelets. Platelets zinabeba
growth factors. Okay. Ni kama zinabeba rotuba ile ina renew mwili yetu, inakuwa ya regenerate vitu. Inaweza regenerate vitu. Ukiwa na kidonda skin ina regenerate. Unarudi poa. So platelets ndo ziko na hiyo capabilities. Okay. So watu tunachukua hiyo and then tunaweka hiyo growth factor pali una thin. Okay. Kuna either wase wengi utumia shindano ndogo tu because nywele yako inamea like 3 millimeters into the scalp. So shindano tudogo unadungwa, unarudisha, ama si tuko na technology nyingine atu inject. Tuko na technology inaitwa jet pill, natumia tu pressure, unasikia nika uko tu spa lakini ina deposit hizo growth factors kwa roots za nywele. Hizo growth factors ziko high concentration, zinafanya hair follicles zako zikae kwa anagen phase. Anagen phase ni ile phase ya nywele kumea. So hiyo nywele yako inakaa inamea, so follicles zinabaki ziko in the right place. Cheki. Yeah. Wacha tukam.